Sijui kama nitaweza, lakini najaribu kwa ajili yako. Utapona. Wewe ni imara, Hassan. Mimi nipo hapa. Je, subira yangu inamaanisha kukubali kudhulumiwa? Je, furaha yangu haina thamani? Miezi ikapita. Natumai hapo ndipo tulipoishia. Sasa tuendelee. Kilio cha Zahra namba 2. Siku moja, Hassan aliugua ghafla. Alilazwa hospitali. Zahra, licha ya maumivu yote, alihudumia kila kitu. Alikaa pembeni ya kitanda akimsomea Qur'an taratibu. Rahmani Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmi. Alimsikiliza kimya, macho yakiwa na mawazo mengi. Usiku mmoja, Hassan akasema kwa sauti dhaifu, "Zahra, kwa nini bado uko hapa?" Zahra alimtazama, macho yakiwa mekundu lakini thabiti. "Kwa sababu Allah anapenda haki, na mimi nimeamua kutenda kwa haki, si kwa chuki." Kwa nini umetufanyia haya yote? Maumivu ni makali mno. Najua Zahra, lakini lazima unielewe. Maneno yale yalimgonga Hassan kuliko ugonjwa. Kwa mara ya kwanza aliona uzito aliyokuwa akifanya. Unisamehe kwa yote niliyokutendea, Zahra. Nimejutia matendo yangu yote. Machozi yakaanza kumtoka. "Nilidhani ukimya wako ni udhaifu, sikujua ni dua." Baada ya kupona, Hassan alibadilika kweli, sio kwa siku moja, bali taratibu. Alianza kuswali kwa wakati, kuomba msamaha, kusikiliza. Alikiri makosa yake mbele ya Zahra na mbele ya Allah. Mwenyezi Mungu, nimekosa. Nisamehe dhambi zangu zote. Hakika wewe ndiye mwingi wa rehema. Zahra wangu, naomba unisamehe. Nilikosea sana. Sitarudia tena. Lakini Zahra alijifunza jambo kubwa zaidi. Jim, subira haimaanishi kukaa kimya bila mipaka. Dal, dua ya mtu aliyedhulumiwa haipotei. He, Allah hujibu kwa wakati wake, sio wetu. Leo Zahra anapotandika mkeka wake wa swala, macho bado hutoka, lakini si ya maumivu tena, ni ya shukrani. Kwa sababu aligundua kuwa kilio cha sajda hubadilisha hatima. Ya Allah, I am so grateful. Thank you for everything.